Karibuni wasikilizaji wetu na watazamaji wetu wa channel yetu ya Afya Doctors Online TV. Mimi naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na afya uzazi. Na leo inakuja kuletea mada ambayo inahusiana na masuala mazima ya afya, na hasa leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa masundosundo au wanaita visunzua au warts. Sasa tutazungumzia masundosundo ambayo yanaota sehemu za siri au katika viungo vya nje vya uzazi vya mwanamume na mwanamke. Kwa masundosundo au genital warts kwa jina lingine ni aina fulani ya vioteo vinatokea katika sehemu za siri za mwanamke au mwanaume. Vioteo hivi mara nyingi vinaenezwa kwa njia ya ngono na vinasababishwa na virusi ambavyo vinaitwa HPV au human papilloma virus. Virusi hivi pia huwa vinasababisha saratani ya shingo ya kizazi kwa mwanamke na saratani ya koo kwa mwanaume. Kwa mtu akiwa na maambukizi haya basi yuko hatarini pia kuja kupata saratani kama hata kuwa mwangalifu. Kwa masundosundo au visunzua au genital warts mara nyingi zinapotokea huwa zinakuwa kubwa kubwa na huwa zinamsababishia mtu maumivu, na wakati mwingine zinaweza zikakatika na kuacha na baadaye zinakuwa zinatoa damu, lakini pia huambatana na muwasho sehemu za siri na pia na harufu kali. Mtu mwenye masundosundo au visunzua sehemu hizo ambao vinakuwa ni vingi huwa mara nyingi hata akikaa katika mazingira ya kawaida kitoko na jasho kidogo basi anatoa harufu mbaya ambayo hata watu wengine wa pembeni wanaweza wakaihisi. Masundosundo au visunzua ni tatizo ambalo ni hatari, ambalo pia linampata mwanamke katika sehemu zake za nje pale ukeni, na pia hata katika ile tundu ya uke vinaweza vikasambaa baadaye vikaenda mpaka kwenye uvungu au perineum na kwenda kushambulia katika mlango wa haja kubwa. Na hali kadhalika mwanaume vinampata sehemu ya juu pale tunasema kwenye maeneo ya kinena na kushuka chini kwenye ngozi ya korodani, na pia katika uume huwa vinakuwa na rangi nyeusi au wakati mwingine vinakuwa na rangi ya kijivu, na vinakuwa vikubwa basi huweza kuleta usumbufu kama nilivyosema, maumivu au mwasho. Kwa hiyo mtu anaweza kupata tatizo hili kwa njia ya ngono, lakini pia hata kama inafanyika ngono kinyume cha maumbile, kama mtu atakuwa labda ananyonya katika hizo sehemu za siri, basi na yuko hatarini kupata hayo masundosundo pembezoni mwa mdomo, au pia hata vikasambaa na kufika kooni. Kwa hiyo kufika kooni basi huyu mtu anakuwa anapata matatizo makubwa, anapata vivimbe au anapata shida ambayo pia inaweza kumsababishia akashindwa kuweza kumeza kitu kigumu, hasa chakula. Kwa hiyo masundosundo sio tatizo zuri endapo linampata mama mjamzito, pia huweza kumsababishia kumwambukiza mtoto wakati wa kuzaliwa. Ndio maana hata mama mjamzito mwenye tatizo la genital warts, mwenye vioteo sehemu za ukeni au mwenye huo ugonjwa wa masundosundo, basi haruhusiwi kujifungua mtoto kawaida, huwa anashauriwa mara nyingi afanyiwe upasuaji. Kwa hiyo ni tatizo ambalo ni hatari, kama nilivyosema, endapo kama utajifungua kawaida basi unaweza kumwambukiza mtoto wako na mtoto wako akapata tatizo hilo mwilini, vikamtoka sehemu mbalimbali ya mwili. Ni ugonjwa ambao kama nilivyosema matibabu yake ni ugonjwa ambao ni mgumu, na matibabu yake pamoja na kwamba mgonjwa atapewa dawa, lakini atafanywa uchunguzi wa vipimo ambapo atapimwa magonjwa mengine ya zinaa, atapimwa vipimo vya damu kuangalia magonjwa ya zinaa na maambukizi mengine kama HIV, kwa sababu maambukizi ya HIV pamoja na magonjwa ya zinaa ni rafiki mkubwa sana wa masundosundo au genital warts au visunzua wengine wanaita, ambavyo huwa vinasababisha, ambavyo tunasema ni ndugu kwa sababu ni aina moja ya magonjwa yanayosababishwa kwa njia ya ngono. Pamoja na kwamba kishathibitishwa kwamba maambukizi haya yapo, na kama nilivyosema tatizo lake ni virusi vya HPV, na kama tujuavyo kwamba virusi havina tiba, basi huyu mgonjwa atapewa dawa za kufubaza hivyo virusi, lakini pia hayo masundosundo au vioteo vitachomelewa kwa njia mbalimbali, ambayo vinaweza vikatumia dawa maalum ya kuchomelea ambayo tunaita silver nitrate caustic pencil, au pia vinaweza vikatolewa kwa njia nyingine kama cauterization kwa kutumia vifaa maalum vya umeme ambavyo yao madudu yatatolewa, au wengine wanaweza kufanywa kabisa upasuaji kama tatizo likiwa kubwa zaidi. Basi kwa hayo tunaweza tumeelewa vizuri kuhusiana na ugonjwa huu, na kama kuna tatizo lolote basi tuwasiliane kupitia namba 0713 35 0084, lakini pia kuwa mwenzetu kwa kusubscribe channel yetu, bonyeza alama kengele hapo juu, basi mara kwa mara utakuwa unapata taarifa, wenzako wanapata taarifa. Sasa wewe usiposubscribe unakuwa wa mwisho kuchelewa kupata taarifa. Kwa hiyo wewe wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na mambo mbalimbali ya kiafya, basi bonyeza alama kengele hapo juu, na pia kama una maoni yoyote basi chini hapo kuna sehemu ya comment, tuandikie, na unataka tuzungumze nini tuandikie. Basi nashukuru kwa usikivu. Kama nilivyojitambulisha, naitwa Dr. Chale, daktari bingwa magonjwa ya kina mama na afya uzazi. Nashukuru kwa usikivu.